Nami hapa nikiwa na gazeti la The Standard. Kumbuke kwamba ni Fidel Omoshoge. Nami ni Edwin Mokaya. Tunakusafirisha moja kwa moja tukupashe yale yaliyomo. Kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti langu hapa The Standard, ningeweza kukuambia yale ambayo yamechapishwa katika jalada hili la gazeti la The Standard. Tunaona hapa tunaona kwamba BBI Building Bridges Initiative imekutana na bomu ingine mpya. Wanasema kwamba baina ya zile county ama county 47 county 13 zilipatiwa BBI document. Hiyo bill ilikuwa gushi, haikuwa na some of the parts. Kwa hivyo kuna mvutano kati ya bunge na seneti. Vile vile katika ukurasa wa 6 tutaangazia jinsi koti ama mahakama iliweza kuzuia kutafuta kwa hakimu mkuu ama chief justice. Vile vile tunaona hapa kesi ya George Floyd. Kuna huyo askari ambaye aliweza kufikisha mahakamani na kwamba akasemekana kuwa ndiye aliyemuua, kwa hivyo akawa sentence. Alafu tuko na Treasury 6 help over debts. Naona kwamba madeni yamekuwa mengi zaidi humu nchini, kwa hivyo mwenye tamuita nani, waziri wa hazina anasema kwamba kuna jinsi itafutwe ama mbinu itafutwe ya kulipa haya madeni. Vile vile katika ukurasa wa 21 tunamwona hapa Yatani anaangaliwa zaidi ili aweze kumchagua the managing director wa Kenya Ports Authority. Asante. Halafu tunaona hapa nani huyu, naona botched job. Kuna mwanafunzi hapa mmoja aliyekuwa na ama mwenye miaka 6 ambaye alipatiwa dawa ama sindano ya malaria ambayo imesababisha yeye kupooza, kwamba mwili wake uko paralyzed. Hayo ni katika ukurasa wa 9. Vile vile katika ukurasa wa 4 hapa tunaangalia daktari, tunaangalia kitengo cha afya ambapo utafiti umefanywa na kusemekana kwamba madaktari wengi zaidi wamejiingiza katika kulewa, wamejiingiza katika vileo tangia mwaka jana wakati ugonjwa wa corona uliingia humu nchini Kenya. Hii ni kwamba ni kuzuia mambo mingi, mafikirio mingi, stress. Kwa hivyo wengi wamegeukia pombe na kuifanya ndio kipenzi chao. Hiyo ni katika ukurasa wa kwanza wa gazeti letu la The Standard. Nikiangazia yale ambayo yamechapishwa katika ukurasa huu wa kwanza ama ukurasa wa pili katika gazeti hili la Taifa Leo. Naona ukurasa wa pili wanasema kwamba kuna kuzungumzia ama taarifa imechapishwa huko ni ile inayozungumzia kuhusu ukulima wa machani chai. Ndio yamezungumziwa huko kwamba kuna kulazimishwa kwa kufuatia msako ili kuona kwamba viongozi katika usimamizi huo wa soko la majani chai linaendelea vyema. Ukurasa wa 3 wanazungumzia kuhusu referendum. Hiyo wanasema kwamba inafaa ifanyike mwezi Julai licha ya hatari ya COVID-19. Huo ni ukurasa wa 3. Ukurasa wa pili bado wanazungumzia kuhusu Obado ambaye ametishia kupomoa ngome ya Raila Amolo Odinga. Anasema kwamba hatua ya gavana wa Migori Okoth Obado kuhama chama cha ODM na kujiunga na kile chama cha People's Democratic Party inasiri kuibua tumbo joto miongoni mwa wafuasi wa chama cha ODM. Hayo ni katika ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa pili pia kuna matokeo ya KCSE ambayo wanasema kwamba isiharakishwe. Wanasema kwamba inafaa kutangazwa mwezi Mei. Sijui kama mwezi Mei ni hayo ndio yamechapishwa katika ukurasa hizi. Na katika ukurasa wa katika ukurasa wa 15 tunaenda kuangazia dimba ambapo tutakuwa tunazungumzia kuhusu Falepoli. Na ukurasa wa pili bado kuna wanasema kwamba utata wazuka kuhusu BBI kaunti 34 asikipitisha mswada feki. Huo ni ukurasa wa kwanza na hayo ndio yalikuwa yamechapishwa katika ukurasa huu. Ukurasa wa pili wa The Standard moja kwa moja tangazia hapa jinsi viongozi wa Afrika
waliweza kupigania uhuru, na vile vile wakaambia watu ama wananchi wa nchi zao kwamba nikiingia uongozini pengine tutawaongoza vyema, tutawaletea mambo mapya. Lakini walipoingia pale uongozini ndio hivyo wakakwamia pale, hadi yasemekana kwamba hapa Afrika zaidi ya viongozi hawatoki uongozini tu kwa hiari, ila tu kifo ndio watoa uongozini. Kwa hivyo leo tunaangazia historia kidogo, kama kawaida The Standard inakuletea echoes from the past, ama historia tuseme tu hasa katika ulingo wa siasa. Tunaangalia hapa Idris Deby ambaye alikufa hivi juzi ama aliaga hivi juzi. Tunaangazia jinsi alivyokuwa rais wa Chad. Tunaangazia kwamba rais huyu alichukua hatamu ya uongozi mwaka wa 1990 baada ya kumgeuka Hassan Haba ambaye alikuwa rais mwaka wa 1982. Pia yeye alichukua uongozi huo kwa kutumia nguvu ama mabavu. Kwa hivyo Deby alipoingia uongozini mwaka wa 1990 ndo hivyo akaambia watu kwamba, akawapa ahadi na kuambia ikiwa mtanipa uongozi ama nitaongoza mimi mwenyewe, nitaleta demokrasia ya vyama vingi, ama tukipenda inaitwa multi-party democracy. Lakini hayo hayakutimia pindi tu alipoingia uongozini. Kwa hivyo vile vile alipoingia uongozini aliweza kufanya katiba marekebisho ili iweze kumwezesha kufanya yale yote alikuwa anadai kufanya, na vile vile kugeuza katiba mwaka wa 2005 kwamba na kutoa ile limit. Tunajua kuna nchi zingine kama tuseme Kenya anasema kwamba rais hawezi ongoza zaidi ya miaka 10. Kwa hivyo yeye mwenyewe akafika pale akageuza kila kitu ili kumwezesha kuwa rais miaka mingi. Kwa hivyo ndio hivyo tunaona jinsi alivyoongoza hadi kufikia kifo chake hivi majuzi. Hadithi hiyo ama historia hiyo vile vile inaenda sawia ama sambamba na ile ya Mugabe wa Zimbabwe, ambaye inasemekana kwamba pia yeye alishika hatamu ya uongozi na vile vile hakutamani kutoka. Katika gazeti hili la The Standard wanasema kwamba vile vile kuna zaidi ya viongozi katika Afrika yetu ambao vile vile miaka yao imesonga, miaka yao imeenda, wameongoza, wamekuwa katika uongozi kwa zaidi ya miaka 20 na bado hawataki kutoka uongozini. Wanataka wazidi kuwa viongozi, vile vile kufanya nchi maskini na vile vile kuwa na uongozi wa dikteta. Kwa hivyo hiyo ni Afrika ambayo historia yake inaendelea kusemwa hapo kwa mapana na marefu. Katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 hapa tunaenda kuangazia kisa kimoja ambapo mwanaume alimshtaki bibie akimwambia kwamba ama akiomba talaka. Na hiyo talaka alipofika katika hakimu mkuu alitoa ushahidi ambao alikuwa amerekodi na CCTV, ambapo alikuwa anakosana na mkewe. Mkewe anaenda kulala kwa chumba cha mtoto wake. Kwa hivyo huyu bwana akaenda akaweka secret CCTV, kamera za siri pale kwenye chumba cha kulala cha mtoto wake, ambapo huyu mwanamke ama bibie alikuwa akienda kilala baada ya kugombana ama kutofautiana. Kwa hivyo alipomfikisha mahakamani, kuna jaji ambaye anaitwa Anthony Mrima alisema kwamba kesi hiyo si halali, manake alitumia njia ama mbinu ambazo hazikubaliki na katiba ya Kenya kupata ushahidi, kama kuweka CCTV, vile vile kutafuta mtu kufuata bibi yake ili kuangalia kweli anaenda wapi. Vile vile bwana huyu alienda akatoa ama akahack social media accounts, akaingia emails, akaingia WhatsApp, akahack messages. Kwa hivyo alikuwa na ushahidi wote wenye alisema kwamba huu utamwezesha pengine kumpa talaka bibie, aweze kuwa na divorce. Lakini sasa hayo hayakutimia, manake yote yameondelewa kutini, akisema kwamba hayawezekani manake alitumia njia ambazo hazistahili. Au ni katika ukurasa wa 3. Vile vile tunaangalia hapa kuna kesi ambayo ilitambaa sana mtandaoni, ambayo ilichapishwa ama ilikuwa pale runinga ya Citizen, iliyoletwa na Purity Mwambia. Historia hiyo ambayo ilikuwa inasemekana ama ilikuwa inatajika kama silaha mtaani ama guns galo,
ilileta mambo mengi zaidi. Mjadala iliibua mijadala anuai. Kuna wenye walikubaliana nayo, kuna wenye walikejeli hayo. Juzi tu umeona jinsi Kinoti ametia shauku katika ripoti hiyo na kusema kwamba wanahabari wanastahili kutoa pengine siri za sources zenye wanapata news kama wenye walikuwa kwa hivyo hayo yote yameangaziwa hapa, ambapo sasa kuna shirika la wahariri nchini ambao imesema kwamba si vyema jinsi Royal Media Services inaendelea kutritiwa. Vile mliona kwamba kuna askari waliowekwa pale waliondolewa sababu ya hiyo kwa sababu ya hiyo habari iliyochapishwa. Kwa hivyo hayo utapata katika ukurasa wa 3. Vile mwisho katika ukurasa wa 3 tunaangazia kisa kimoja kutoka kaunti ya Kisii, ambapo mwanafunzi mmoja ama msichana mmoja ameweza kujiua ama kujitoa uhai kwa sababu alikatazwa asiwe na boyfriend wake, kijana wa bodaboda ambaye ni miaka 21. So haya alifanyika katika kijiji cha Mwamukoro, Boige location, South Mogrango, bunge la South Mogrango, ambapo mama wa huyu msichana aliweza kupata huyu msichana na huyu mwana bodaboda wakiwa katika nyumba moja, ambayo hiyo nyumba haijakamilika, ilikuwa katika ujenzi. Walikuwa wamejifungia katika hicho kijumba, na vile akaanza kuwazomea na kuambia haistahili. Ndio hivyo hayo yakaendelea hivyo. Msichana akaenda kwa nyumba, akapatikana kwamba ule mwanamke akampata kwamba msichana wake ashaaga dunia. Ndio yakajiri akapelekwa pale Tabaka, lakini hawakuweza kumsaidia kwa sababu tu ya kukatazwa asiwe na uhusiano na ule kijana mwenye umri wa miaka 21. Hayo ni katika ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa pili gazeti la Taifa leo tunaanza na hii taarifa ambayo inasema kwamba nakala feki za BBI za zua tumbo joto. Wanasema kwamba kuna kaunti ambazo ni 34 ambazo zilipitisha hizo nakala feki. Wanasema kwamba kaunti zenye zimepewa nakala ambazo zinastahili zilikuwa tu kaunti 13, na hizo zilikuwa kaunti ya Nyandarua, kaunti ya Nyeri, Murang'a, Embu, Nakuru, Tharaka-Nithi, Meru, Mandera, Turkana, Laikipia, Siaya na Elgeyo Marakwet. Ndizo tu zilipata zile nakala ambazo zilistahili kupitishwa. Huo ni ukurasa wa pili. Na katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba soko la majani chai la sitisha shughuli. Najua kuna uchaguzi ambao ulikuwa unaendeshwa hapo jana, na hao watu by the way hawakuzingatia yale masharti ambayo wamepewa na serikali ili kupunguza makali ya ugonjwa wa COVID-19. Ukurasa huu wanasema kwamba gavana Obado atishia kupomoa ODM Nyanza. Hii ni baada ya gavana huo Obado kuhama chama cha ODM na kuingia katika chama cha People's Democratic Party ama PDP. Obado amesema kwamba anajiandaa vyema ili kuhamisha ama kukuza hicho chama cha PDP na kuona kwamba watu wengi, kuna wagombeaji wengi ambao watakuwa wanazoa viti mbalimbali kutokana na chama hicho cha PDP. Huo ni ukurasa wa pili. Na katika ukurasa huu wa pili bado wanasema kwamba Kinoti motoni kwa kulenga wanahabari. Unajua ule uchunguzi ambao ulifanywa na Biuri Mwambi umeleta tumbo jodo sana kwa Wakenya. Wakenya wamezungumzia, wamesema kwamba Purity Mwambi apewe ulinzi wa hali ya juu ili asije akapata shida yoyote. Sasa jana Kinoti ambaye ndiye anasimamia alisema kwamba zile bunduki, zile vifaa, zile nguo ambazo Purity Mwambi alikuwa amezoa ama amesipata kwa wale askari hazikuwa za humu mjini. Zilikuwa zimesafirishwa kutoka nchi za nje. Na maneno alikuwa anayaongea yalikuwa na ukali sana kwa wanahabari. Sasa ndio maana wanasema kwamba Kinoti yu motoni kwa kulenga wanahabari. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba referendum kufanyika Julai licha ya corona. Unajua wamesema kwamba kuna nakala feki ambazo zilikuwa zimewasilishwa kwa mabunge tofauti mabunge 34. Wamesema kwamba BBI imekumbwa na mambo mingi, lakini wamesema tena lazima tu ifanywe Julai licha ya corona. Hata kama corona iko lazima ifanywe Julai mwaka huu. Hiyo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili. Na naona ambao wanasema kwamba uzambazaji wa maji kukatizwa jijini Nairobi ili bomba
kujengwa. Kuna maji ya Nairobi yanaitwa kama NCWCS ambayo yamekatishwa ili bomba moja likarabatiwe. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba najua siku 10 za kwanza katika msimu huu wa kufunga ama mfungo huu wa Ramadhani ni siku za muhimu sana. Kama wale Waislamu nayo nitatazama, wadada zetu, ndugu zetu, mnajua kwamba siku za kwanza katika mwezi huu wa Ramadhani, siku 10 za kwanza ni siku ambazo zinaenziwa, ni siku za maana sana kwa wale ambao ni Waislamu. Na kuna yale maneno mnajua tu yanasemwa mkifika siku ya 10. Wanasema kwamba ewe Mola Mungu wangu, anisamee na unirehemu, maana wewe ni mwingi wa kurehemu. Hayo ndio tu maneno ambayo yanatamkwa zikipita siku 10 baada ya wakati wa mfungo huu ama msimu huu wa mfungo wa Ramadhan. Waislamu, dada zetu, ndugu zetu, Saumu Makbul na Ramadhan Karim. Right. Katika ukurasa wa 4 hapa tunaangazia kisa hapa ambacho ama tuseme ni utafiti ambao umefanya kwamba tunasema doctors wamerejea katika pombe. Wameamua kwamba ni pombe baada ya kupata stress wakiwa hii wakati COVID-19 iliingia, mambo mengi kaingia, kwa hivyo wamerejea pombe ama wameamulia pombe. Wengi madaktari hunywa pombe, na huu ni utafiti ambao umefanywa hivi karibuni ambao unaonyesha kwamba 44% ama asilimia 44 ya madaktari wameamua kwamba ni ulevi tu baada ya kupigwa zaidi na ugonjwa huu wa COVID-19. Vile vile tunaangazia hapa chanjo ya corona. Wanasema kwamba huenda chanjo ya pili ya AstraZeneca haitafanyika humu nchini, manake wanasema kwamba pengine kumekuwa na upungufu wa chanjo hizi. Vile vile tunaona Mutahi Kagwe ambaye ni waziri wa afya hapo jana akisema kwamba pengine serikali ya Kenya italeta Pfizer pamoja na Johnson & Johnson, hizo chanjo ziweze kutumika, ambayo Pfizer iko na chanjo 2 kama AstraZeneca na Johnson & Johnson ni moja tu. Kwa hivyo wanasema kwamba huenda hayo yatabadilika. Na vile vile mpenzi mtazamaji, ni kwamba wanasema hapa AstraZeneca haijapungua vile, ni vile kwamba wanaona kwamba yale zile chanjo ambazo waliagiza huenda zikakuja Kenya ama nchini Kenya zikafika baada ya mwezi Mei. Kwa hivyo wameona kwamba itachukua muda zaidi, ndio maana wanaona kwamba pengine milioni 2 ya hizo chanjo za Pfizer na Johnson & Johnson vile vile zitaweza kuja hapa Kenya. Ukurasa wa 5 hapa tunaangazia BBI. Anasema kwamba BBI imefika mahali sasa tunasema kuna bomu mpya ya BBI. Hapa tunaona kwamba wanasema kati ya kaunti 47 kaunti 13 zilipatiwa ama zilipitisha document gushi. Hiyo bill ilikuwa gushi, kwa hivyo sijui tumlaumu nani hapa. Naona kwamba kuna katibu mkuu wa BBI task force Paul Mwangi anasema kwamba heri DCI iweze kufanya uchunguzi ijue ni aje haya yalitendeka aje, manake wanaona kwamba kuna mtu anadanganywa hapa, pengine Raila anadanganywa anafanywa ujanja fulani. Kwa hivyo hayo ndio yanatendeka, ingawaje katika taifa leo tumesema kwamba lazima ifanyike Julai. Bado kuna mvutano kutokana na gazeti la The Standard pia wanasema kwamba bado kuna mvutano mwanzo baina ya seneti na bunge kuu ya serikali. Niliona jana katika gazeti la The Standard walisema kwamba the seneti ama senate vile vile itapitisha ripoti yao na bunge itatoa ripoti yao, kwamba wabunge wamesema kwamba hawatabadilisha chochote, na vile vile maseneta wanasema kuna vipengele ambavyo vinastahili kubadilishwa. Hayo ni katika ukurasa wa 5. Katika ukurasa huu wa 4 gazeti ni la Taifa Leo wanasema kwamba ni taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Wanasema kwamba kaunti ya Vihiga sasa ipo tayari kupokea shilingi milioni 300 ili kukabili uchafuzi wa hewa. Unajua kuna ile ama zile kampuni ambazo ziko katika kaunti ya Vihiga sasa zitaenda kunufaika kwa kupata hizo pesa takriban milioni 300 ili kukabili uchafuzi huo wa mazingira. Kaunti ya Kirinyaga kuna wale madereva 10 ambao walishikwa ama walikamatwa katika kipindi cha miezi 3
hata mwezi mmoja uliopita kwa kukiuka sheria za barabara. Kumbuka madereva hawa ni wale wa kupeleka miraa. Wanasema kwamba madereva wa miraa ndio walibanwa, walikuwa wamekana kufuata zile kanuni za barabara. Katika Ruiru iko katika county ya Nairobi, wanasema kwamba kuna polisi mmoja ama polisi ambao wamemzuilia mshukiwa mmoja wa mauaji. Mshukiwa huyu kwa jina kama Franklin Munyao alishukiwa kwa kumuua pipi yake ambaye anajulikana kama Venus Ringera. Na siku hizi ni kama visa kama hivi vinatokea kwa sana. Sijui shida ipo wapi. Huu ni ukurasa wa 4 ambapo wanasema kwamba katika kaunti ya Turkana samaki wamepungua katika ziwa hilo huku Ethiopia ikijenga bwawa. Mombasa wanasema kwamba mkurugenzi wa mashtaka aagiza uchunguzi mpya kuhusu kifo cha manamba kilichotokea katika seli. Kuna manamba mmoja ambaye aliaga akiwa selini. Katika ukurasa huu bado wanazungumzia kuhusu kusali na kuswali msimu huu wa kufunga wa Ramadhana. Kuna ile ratiba ambayo inafaa kufuatwa leo katika kaunti ya Nairobi. Naona kuna ratiba huku, mnajua kwamba kila siku huwa na ratiba yake ambayo inafuatwa katika msimu huu wa Ramadhana. Na ukumbuke kwamba Ramadhani ya mwaka huu, mwaka wa 2021 ni ile kwamba wanaangalia kwamba wale watu ambao ni mayatima ulishwa sana na kufishwa, wale watu ambao hajiwezi uangaliwa, wale watu ambao hawana maana katika jamii, wale maafu huwa wanaangaliwa zaidi ili kufidiwa katika msimu huu wa Ramadhan. Katika ukurasa huu bado wanasema kwamba wakuu wa usalama jijini Nairobi, mkumbuke kwamba jana walihamishwa katika vituo vipya. Kuna wale wakuu wa usalama, polisi, OCBD walihamishwa katika vituo mbalimbali ambavyo ni vipya kwao. Katika ukurasa huo bado wanasema kwamba katika kaunti ya Nairobi huko fichua sababu ya majaji wengi kukataa kukumbatia teknolojia katika utendekazi wao. Unajua kuna wale majaji ambao wamejitoza ili kuhojiwa juu ya kutua kiti cha uhakimu mkuu ambacho mwenye alikuwa huko David Maraga alistaafu. Sasa kiti hicho kinatafuta yule ambaye atakaye kienzi na kukirithi. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4. Katika ukurasa wa 5 sioni kama kuna taarifa. Wanasema kwamba wale watu ambao wako serikalini ambao wanaibia watu kutokana na huu ugonjwa wa COVID-19. Najua kuna watu wanasema kwamba kuna COVID-19 millionaires. Hilo ndio swala ambalo linaangaziwa katika ukurasa huu wa 5 gazeti Taifa Leo. Naam, katika ukurasa wa 6 tunaona hapa kwamba mahakama ya juu zaidi imeweza kulikuwa na kutafuta hakimu mkuu baada ya Maraga kutoka afisini. Kwa hivyo imepunguza hayo na kusema hayo yote yakome. Imekomesha kwamba utafutaji huo ama mahojiano hayo yaweze kukoma. Katika ukurasa wa 6 vile vile katika ukurasa huo tunaona kwamba Amani National Congress Party ama chama cha Amani National Congress, Musalia Mudavadi amesema kwamba yeye mwenyewe najua siasa ni siasa tu. Unajua alitengeneza ako katika huo muungano tunaita One Kenya Alliance. One Kenya Alliance sasa hivi wanasema kwamba haoni uwezekano wote lakini wanasema kwamba siasa za Kenya huenda ukijiingiza wewe mwenyewe unaweza shangaa tu. Nasemaje? Naam, Mudavadi anasema kwamba huenda akaingia uwanjani na hana haja ya kupigana na yote katika siasa hizi za Kenya. Kwa hivyo huu muungano tu hajakuwa project ya mtu yeyote. Sijui huu muungano wako yeye, huyo ni Mudavadi, Kalonzo, Moses Wetangula Mudavadi, Kalonzo na Moi. Kwa hivyo sasa sijui anasema baada kuna ule msoma kwamba anaenda kuwania kiti hicho cha urais. Yes, unajua kwa amekisema kwamba yeye ni project ya mtu pengine wanasukumwa na serikali. Unaona? Hivyo yeye anasema ana mpango yake mwenyewe ili kuhakikisha kwamba ameingia madarakani. Na si muungano huo najua mimi ndani waliungana ili waje mmoja wao kwa anauliza urais. Ndio hiyo sasa. Mimi sasa si nilinaona tu Gideon Moi anasema bado yeye yupo tu kwa huyo. Moses Wetangula ndio bado hajaza. Kalonzo pale asema na wania. Sasa sijui kwamba wataelewanaje. Ni siasa hizo.
Vile vile tunaona hapa Oparanya vile vile anasema kwamba hajadhamiria kufanya kazi pengine na naibu wa rais. Wajua wamekuwa wakikutana sana, kuna wakati walikutana ikazua mjadala zaidi, lakini sasa hivi anasema kwamba yeye mwenyewe anataka kuwania kiti cha urais. Ndipo sasa yeye mwenyewe akaenda akaweka karatasi zake ama dokumenti zake pale kwenye afisi za ODM, yeye pamoja na gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho. Hayo ni katika ukurasa wa 6. Ukurasa wa 7 sijaona lolote la kutufaidi. Katika ukurasa wa 8 hapa kuna kisa kimoja pale Teso North, ambapo msichana mmoja anayeitwa Jessica Kasila ni msichana ambaye alimpoteza mamake hivi karibuni, na vile vile alipokuwa na miaka 6 ama miaka 6 alipelekwa hospitali baada ya kuwa na joto jingi, wakasema kwamba ni malaria, akapelekwa dispensary ya Akichelesit. Alipopelekwa pale karibu kilomita 20 kutoka huko kwao. Alipofika pale alidungwa sindano moja kwamba ni ya malaria, sindano ya malaria, na alipodungwa tu hivi ilikuwa ni sindano imponye, lakini haikumponya, ilimletea balaa zaidi, manake mwili wake ulipooza ama akakuwa paralyzed. Sasa hivi ingawaje yeye pamoja na wengine watoto wengine 28 waliweza kukumbana na hayo, waliweza kufidiwa na serikali baada ya kesi hiyo kufika kotini, ambapo alipewa milioni 2.5 na pesa zingine akahidiwa kwamba atapewa, lakini hajapewa. Kwa hivyo imekuwa ni vigumu zaidi kwa mtoto huyu, manake anatumia magongo kutembea ama ukipenda crutches. Alikuwa anatumia hayo, pengine huenda shule, pengine siku nyingine haendi manake hajiwezi. Vile vile hata kuenda haja ndogo, haja kubwa inamkalia vigumu zaidi, manake kukunja mguu mmoja imekuwa ni shida kubwa. Kwa hivyo hicho ni kisa ambacho kimeangaziwa zaidi katika ukurasa huu wa 8. Naam. Sijui kama tutakimbia madukani kidogo ndio turejee tuangazie. Anaona kwamba kuna polisi mmoja yule aliyejulikana kama Derek Chauvin ambaye alipatikana na hatia ya kumuua George Floyd. Tunakimbia madukani ndio turejee tuangalie hiyo swala hilo. Hata encyclopedia ya Ekebusi na soybeans zote zipo. Nairobi Supermarket. Kuna yule mwanapolisi mmoja katika mji wa Minneapolis, Marekani, yule ambaye alikuwa amesingiziwa kwamba alimuua George Floyd. Unajua kuna wale watu waliandamana sana kwa muda mrefu. Sasa naona kwamba yule polisi ambaye anaitwa kama Derek Chauvin amepatikana na hilo kosa na kufungwa kwa miaka 40. Alifungwa kwa miaka 40. Sijui sasa ya miaka 40 si ni mingi sana. Ni miaka mingi, manake tuseme niliona sura yake imekuwa pengine ameanza kuwa mzee. Pengine tuseme kuna miaka 30 ukiongeza miaka 40, hiyo ni miaka 70. Kutoka pale wewe umekuwa mzee. Na lakini uzuri ni kwamba at least wale watu weusi pengine walikuwa wanahitaji ama walikuwa wanapigania kwamba haki tendeke. At least sasa hivi tunazoona kwamba haki enyewe imetendeka. Na katika county ama nchi ya Zimbabwe, Harare, wanasema kwamba kuna huyu rais ambaye hajai kuwa na nia ya kumteua naibu wake. Bunge limezuzia na limesema kwamba lazima tu kwa vyovyote vile aweze kuwa na mjagua ama anamteua naibu rais ndio waweze kuendesha nchi hiyo kama naibu rais na rais. Hapo ni katika nchi ya Zimbabwe. Na katika nchi ya Uturuki wanasema kwamba Istanbul wanasema kwamba kikao kuhusu amani Afghanistan chafutwa. Hizo ni habari za Afrika
na dunia, ambapo katika nchi ya Chad wanasema kwamba mwanae Idris Deby, huyo ni yule ambaye alikuwa ameteuliwa tu siku 3 na kwenda vitani, akapata huko na kile kikosi cha wahuni na kikampiga risasi na kumuua. Sasa mtoto wake ameteuliwa rasmi kuwa rais kwa miezi 18, na ukumbuke huyo mtoto wake ndiye aliyekuwa mkuu wa jeshi katika nchi hiyo ya Chad. Hiyo ni taarifa kuhusu dunia na Afrika. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6. Nikiangazia ukurasa wa 7, wanasema kwamba kuna wizi wa mifugo. Kuna wizi wa mifugo ambazo ambao umeleta ujojesi kwa majangili ama vile vikosi vya mauaji kusua na kuanza kuua wananchi katika zile nchi kafu katika Kenya. Wanasema kwamba kuna watu ambao wameuliwa, watu ambao wametengwa, kuna wamama ambao wamebakwa, kuna watoto ambao waendi shule kwa kizingizio kwamba kuna wizi wa mifugo katika maeneo hayo. Huo ni ukurasa wa 7 gazeti hili la Taifa Leo. Naam, katika ukurasa wa 9 hapa naona kwamba kuna familia moja inaomba usaidizi baada ya mwanamume mmoja Mwamerika alikuja huku nchini Kenya, alikuja kitalii lakini akakuwa mgonjwa zaidi na kulazwa pale katika hospitali ya Nairobi, na anasema kwamba bili yake imeenda juu zaidi ya shilingi milioni 2.5. Kwa hivyo naomba usaidizi, na vile vile tunaona alikuwa na insurance lakini ilikuwa imenakiliwa pale Marekani, lakini kutoka Marekani wakasema kwamba hawezi fidia uponyaji wake, manake hii ni nchi tofauti, hapo yupo nje ya nchi. Hayo ni katika ukurasa wa 9. Vile vile katika ukurasa wa 10 sijaona jambo lolote hapa la kutufaidi. Naam, katika ukurasa wa 17 pengine ni maoni ya Wakenya hapa, ambao kuna jambo limezua utata zaidi kuhusiana mwenyekiti wa tume ya IEBC, na kuna makamishana kama Boya Mulu pamoja na Abdi Gulie. Kuna wale wanaosema ni vyema kama hao wote wangeonyeshwa mlango kwamba watoke kwenye tume hiyo, manake wameleta utata zaidi katika uchaguzi na vile vile matokeo uchaguzi wote humu nchini Kenya. Na kuna wale wanasema kwamba kuna kazi imetendwa zaidi na hao viongozi waendelee kukaa pale na kuendelea kufanyia Wakenya kazi. Sijui wewe mtazamaji, maoni yako ni yapi? Chebukati aende na makamishona wake ama salie? Hayo ni maoni katika ukurasa wa 17 na mwisho. Wanasema kwamba NEC isiharakishwe kushahishwa. Jua mtihani wa KCBE ya madarasa la 8 ulisahishwa kwa muda wa wiki 2. Sasa wanasema kwamba NEC isiharakishwe na walimu wasiharakishwe katika ushahishaji huo wa mtihani huo, kwa sababu matokeo yanaweza kuwa si mazuri vile. Hivyo wamehimiza waziri wa elimu Profesa George Magoha kwamba matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 yatatolewa kufikia Mei 10. Mei 10 unajua ni kama ni siku 10 tu zimebaki. Naam. Hivyo ameambiwa kwamba asikuwe na haraka sana katika usahihishaji wa mtihani huo. Wanasema kwamba Wakenya hatufai kamwe kuonea aibu, ama tunafaa kuonea aibu kujiita kwamba sisi ni wacha Mungu, kwa sababu mambo tunayoyafanya ni yale ambayo yaendani sambamba na matakwa ya Mungu ama ya Biblia. Wanasema hivyo katika ukurasa huu wa 8. Katika ukurasa huu wanasema kwamba upaguzi na ukabila umekithiri katika baadhi ya kaunti. Kuna wale ambao wamesimamia kaunti, kuna yale mambo ambayo wanafanya ambayo hayaendani kamwe na ile mipango ya serikali kwamba tumalize ukabila, tumalize upaguzi katika nchi yetu ya Kenya. Huo ni ukurasa wa 9. Nikienda katika ukurasa wa 10, wanasema kwamba akili ni mali, si lazima usome ili uweze kufaulu maisha. Wanasema kwamba kuna kijana mmoja huku ambaye amechikita katika uvuvi, na anaona ni kama anapata chake tu. Anasema kwamba huwa alianza uvuvi kwa miaka mingi na ni mtu ambaye amefuzu kutoka kwa chuo kikuu, na anasema kwamba anajitahidi kwa sana. Huo ni ukurasa wa 11. Na wanasema kwamba kauli ya Magoha kuhusu wizi wa mitihani yaweza kupotosha umma. Najua Magoha alisema kwamba atahakikisha kwamba hakuna wizi ambao unaendelezwa katika mitihani iliyokuwa inafanywa ya kidato cha 4,
na ile ya darasa la 8 ambayo ilitokea siku chache tu zimepita. Huu ni ukurasa wa 11. Katika ukurasa wa 12 naona bado ni ufugaji tu wanazungumzia katika ukurasa huu, na ukurasa wa 13 bado ni uvuvi tu. Nikiingia katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Taifa Leo ni Dimba, ambapo wanasema kwamba ile timu ya GSU ina maoni tele na inawatakia kwamba ikienda kufanya robo finali, wanasema kwamba wanaomba maombi kutoka kwa Wakenya. Hapo ni katika gazeti hili ama ukurasa huu wa nyuma katika gazeti la Taifa Leo. Sasa kuna mambo huku, sijui kama tutaangalia moja tuweze kuliangalia. Kuna huyu dada anataka usaidizi. Anasema kwamba nina miaka 28, mpenzi wangu alikuwa ameahidi kunioa, amebadilika nia ghafla kwa kushuku nina mwingine. Ana miaka 28, kuna mpenzi wake ambaye alikuwa amemwahidi kumuoa, lakini amebadilika tu ghafla kwa kushuku kwamba ana mpenzi mwingine. Ukweli ni kuwa mimi sina mwingine na sielewi ni kwa nini amebadilika hivyo. Ananishuku. Jamani nisaidie. Yaani mpenzi wake alikuwa amemwahidi kwamba atamuoa, ameanza kumshuku kwamba ni kama ana mpenzi mwingine. Amemuruka. Unajua kawaida nasema kama hamna imani ama hamna trust nyinyi wawili hakuna mapenzi. Naam, kwa hivyo hata ibidi amuoe bado itakuwa ni shida, manake hiyo imani bado hana. Kwa hivyo pengine ajipange. Kuna huyu ambaye mama ya mpenzi wake na babake hao ni wapenzi wawili wanapendana. Wamekaa kwa hao ni wapenzi wawili wamependana. Nani? Kuna msichana na kuna mvulana. Sasa mama ya msichana na baba ya mvulana kitambo walikuwa wapenzi. Yaani elewa, ndio acha nisome vizuri ndio utanielewa. Anasema hivi, kuna msichana ambaye tumekuwa wapenzi kwa miaka 2 sasa. Naam. Nimepanga kumuoa, lakini nimegundua hivi majuzi kwamba mama yake alikuwa mchumba wa baba yangu, lakini akaolewa kwa mtu mwingine. Nifanyeje? Kitambo wakati hakuwa amezaliwa, mama ya msichana na baba ya mvulana walikuwa wapenzi. Sana sasa hizi tena kumekuwa ni kama ni ma ex lovers. Sasa afanye nini? Hapo kuna ugumu, hapo kuna utata kweli, manake ama mambo na wazazi wazazi yalipita ndio, lakini sasa hawa wazazi unajua pia kuna ile heshima wanastahili kuwa nayo. Si ndio walikulelea kijana hivyo. Sasa hao hiyo shukrani, yani hiyo heshima itakuwa kweli? Sijui. Ikiwa wamewana ndio watakutanaje? Si watakutana. Wazazi wamekutana, nakumbuka huyu. Si waliachana, unajua waliachana bado. Waliachana, yule akaoleka, mama akaoleka na baba akaoa. Naam, hamna shida akiwana, lakini shida ni hawa wawili wakikutana, baba mvulana na mama ya msichana. Si waliachana bado. Ndio waliachana, lakini wajua kuna zile memories zenye ukuja baada ya muda. Unakumbuka huyu alinifanyia jambo fulani, huyu alinifanyia, na sawa watoto sioni kama itakuwa sawa, lakini kuna huyu anamshauri hivi, anasema kwamba sidhani hicho kinaweza kuwa kizuizi. Naam, endeleeni na mambo yenu. Hakina kizuizi ndio, lakini sasa wajua familia lazima itakutana. Wazazi wa msichana waje kwa meza na wazazi wa mvulana wazungumze. Na huyu ni baba mwenye alikuwa na boss. Hayo ndio alikuwa amenakiliwa, yamechapishwa katika gazeti hili la Taifa Leo. La kwangu ni Fidel Moshoge. Tukutane katika mpango mzima wa Serie Botaka tangia saa 4 hadi saa 8 za mchana. Hadi hapo kesho saa kama wakati kama huu wa leo kwenye meza hii tutakupasha zaidi kwa magazeti ya kesho. Mimi ni Edwin Mukaya. Dunia iko vile vile, milima makundi na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile.